Many people will call him, Jesus help me, Jesus help me. Many people will call, my Lord, oh my God, oh my God, because of the current situation. But yesterday, when you are eating well, when you are drinking well, when you are having your friends around you, when things were working, Jesus was not being mentioned. But when now the problem is, that is when you discover there is God. That is when you discover indeed you need God. Therefore, in the book of Romans, chapter number 8, verse number 36 and 37, as it is written, for your sake we are killed all day long. We are accounted as sheep for slaughter. Go ahead, 37. Yet in all these things we are more than conquerors through him who loved us. So remember, it is through him who loved us. Meaning already we are loved. Already we are the children of God. So he is also looking, because he has surrendered his life. He has been crucified. He has been persecuted just because of you. So in the return, they are looking, how much have you recruited? How much have you served because of him? How much have you surrendered because of him? How much have you given in because of him? In that verse 6, it says, as it is written, for your sake. For who? For your sake we are killed all day long. That we are faced by challenges. We are faced by difficulties. We are faced by forces that we cannot be able to fight against. The forces that we fight against, they are powerful. They are strong. They are super. They are so wonderful that you cannot be able to win against them. But when you have God, when you have God with you, he wins battles for you. When you have God with you, he conquers those that are sick. That for your sake we are killed all day. For the sake of God we face persecutions. For the sake of the belief we have, we face persecution. For the sake of the trust you have for God, you face persecution. The persecution you are facing, people will even tell you, leave that God. They told Job, leave that God, because that God is not helping you. That God is not even where you are. Look at what kind of a God is this? Your wife, your people are dying, your cows are dying, your goats are down, your life has gone down. Why continue worshiping a God that does not help you? We face these challenges not because of anything. For the sake we are killed all day. We are accounted as sheep for slaughter. Every day the enemies in your life, when they see you are supposed to die. You are accounted as a sheep for slaughter. People look at you and they see you are not worthy to live. You are not worthy to be where you are. You are not worthy to become. Wewe ni mbuzi tu ya kuchinjwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo wewe ni mtumwa tu, ni mtu ambaye hafai. Christianity has been vilified. Christianity has been looked at, na ni kitu ambacho kila mtu hakipendi. Ukionekana tu, ukipita watu wanakuona tu wewe unafaa kuuliwa, wewe hufai, ustahili, wewe ukiangalia saa hizi ukimention ati mimi ni pastor, naona kila mtu anasema oh pastor, na unaona kila mtu anaondoka. Ati mimi ni Mkristo, oh you're a Christian, kila mtu anaondoka. People have been watching over yesterday, nimeangalia kwenye watu wakicomment kwenye vitu zingine, nilikuwa naangalia, unaona watu wanasema huo Ukristo hauna maana tena. Mwingine nimeona amesema ati yeye hatarudi kuwa, yeye ameondoka kwa kanisa, hatarudi kuwa kienda kanisani kwa sababu kanisa ni ya wakora. Do you go because of wakora or you go because of God? If there is others ni wakora, wewe si ukuwe mtu mzuri ndio we inject vitu vizuri kwa hawa wakora? Bwana Yesu, you don't run from God, you run to God. Bwana Yesu asifiwe sana. You don't run from God, you run to God.
Why? Because kama wao wengine wote ni wakora, including your pastor, then go sit down there and change them. God will give you grace. Change them, wakwe watu wazuri. You don't run away. Huwezi kutorokea madhambi, huwezi kutorokea mateso, huwezi kutorokea kitu ukisema ati hiyo kanisa imejaa wachawi. Ingia hapo, kwa sababu Mungu, ndio kwa maana Mungu alikupatia grace ya kuona wachawi huko. Na amekupatia hiyo grace ndio ubadilishe. When we have a dream or you see something is happening, unaambiwa kuna kitu inaenda kufanyika, kuna mtu anaenda kuona kitu fulani, unaambiwa ndio ubadilishe kile kitu ambacho Mungu amefanya judgment lazima kifanyike. He does not show us, but something you are shown ati kitu fulani, mtu fulani ataenda, Ruto atatoka kwa kiti, tunaambiwa tumuombe a change ndio akalie, aendelee kukalia kiti. Bwana Yesu asifiwe sana. Ama mtu fulani kiti yake imechukuliwa, unaambiwa, unaambiwa uko na uwezo wa kuomba na kubadilisha. When God reveals anything to you, he knows you are capable of changing the situation. So it is not that itafanyika, kama umeniona nikiwa uchi, niambie uniombe. Sijafanyika uchi, lakini ninaweza kufanyika if you are not going to stand in. So God is revealing it to you because he knows you are capable of turning the situation. Na utakuja ona hiyo kitu. Tutasema mwezi wa 3 kutakuwa na mvua ambayo itaua watu. Mungu ndiye ameturivilia kuna mvua inakuja ya kuua watu. Kwa hivyo stand in the gap and stop the rain. Lakini siwezi kusema nilisema mwezi wa 3 mtakufa, watu watakufa. Oh my God. No. It was revealed to you that you may change the situation. So nothing is there permanent. Any message from heaven is not meant to destroy you. It is meant to forewarn you so that you can speak a word that can change. You can change the whole. Na ndio naona wakati wa Sodom na Gomorrah, God was looking for only one person. He was not looking for 10 people. He was not looking for 20 people, because he asked them, can we have 20 people there? They searched, wakakosa. Can we have 10 there? They searched, wakakosa. Can we have only one? Because if one was found, Sodom haingechomeka. So you can change a situation. You can change the situation in this church. You can change a situation in your family. You can change a situation in your country. You can change a situation that is supposed to be bad. Any situation, you have the power. That is why you are superior than even angels. That is why you are created by God and given dominion. When you are given the dominion was given to you so that you can dominate, you can change. That husband of yours ambaye amekuwa mkorofi, ni msherati, si kumtorokea, you have the power. Mungu amekudiviria, ukimwona akifanya usherati ndio uende kumagoti ubadilishe huyo mzee. Kama ni mke wako ni msherati, umepatiwa hiyo power, ndio maana Mungu amekupatia revelation. Ndio uone huyu mama anafanya maneno, umubadilishe. Na yeye mwenyewe baada ya kumbadilisha atakuja tu kukwambia, darling, najua nimekukosea. Babe, najua mpaka unashangaa, baby imetoka wapi tena? Mpaka unamwangalia ni wewe. Unamwangalia sura na muuliza, what's your name again? Na ni mke wako. Wala huamini anaweza kukuita babe. Zamani alikuwa anakuita takataka. Takataka ya mudurume. Mjiga. Tunafikiria wewe ni mwanaume. Kwa sababu kule hicho anaitaka anapatana na wanaume. Wanamdanganya, wanampatia maneno mazuri. Na unajua ni kimuzee kile kia Muranga kimetoka Muranga hakijui. Sasa kaka akigia hapa na mumunywa vizuri, anamunywa na hapo nakapatiwa kapoketi mane kazuri, na anakula kanyama choma, na anakula kamotasika kamoja, kirudi nyumbani anakuwa sasa ako na energy mzuri. Na nyumbani hata kikombe ya chai anarushia kwa kamia, anaambiwa gawanyisha hiyo kamia, kanunue sukari, kanunue majani, kanunue subi, na kanunue sokoma ya jioni. Na huko unakula kanyama mpaka unawacha inafungwa na karatasi Johereno. Alafu na mpaka ingine unabeba, unaona mtu amebeba ya ubwa, nifugie hii na nini na kapotu pocho. Sasa mwanamke akikuja kwa nyumba na angalia na shira, huyu mwanaume ni mwanaume wana koyo, huyu ni mwanaume gani? Mpaka unaona anarotate jicho, unaona kama birigori. Bwana Yesu asifiwe sana. And then God reveals to you what she's doing. God is not telling you to run away. God is not telling you that abandon this man. God is not telling you abandon this situation. He is telling you, you have the power to change. You have the power to bring a new life on this. You can inject a new life.
Bwana Yesu asifiwe sana. That is what we call, you are going to conquer because you have the power to conquer any situation. You got the power to change that bad situation to be a good situation. You got the power to change that unconditional, something that is not good unconditionally. But again, una uwezo wa kubadilisha. Kama mtu alikurusha nje, alikufukuza, kama ni waikatirwa ni mudhuri wako, you got the power. Na Mungu akulivirie, you got the power to change. You got the power to bring that man. You got the power to stand and say, I command you wherever you are, ukuje hivyo ulivyo. Hata kama hauna nguo, ukuje ukiwa uchi, nitakupokea tu. Yes. Najua labda amekamatwa kule, amekamatwa onadekera nguo, aikaraga kuu. Hajaga kuu todo ni ali uko dokaume. Si amefugwa. Sasa hata haonagi maneno makubwa, anakaa tu kwa nyumba. Sasa akiwa hivyo muitishe. Hata kama hako nini, mwambie come baby come. Atakuja. Because you got the power. You have the power to win. You have the power to conquer. You have the power to be successful. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is the most important thing. That is why the Bible says, for your sake we are killed. For your sake, for the sake of God, we face challenges. For the sake of God, we face difficulties. We face tribulations, challenges ambazo ni za kukataliwa, challenges za kuangaliwa vibaya, challenges za kupigwa vita. Lakini for the sake of God, and he will never let you down because he's a faithful God. He's a faithful, he died because of us. His blood is enough for us. And we are accounted as sheep. Yani tumehesabiwa kama makodoo tu. Ndio kwa maana Mkristo anaitagwa nini? Kodoo, haitagwi busi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiona mtu anafananishwa na spirit ya busi, huyo ni mtu wa kuruka, hana utulivu. Lakini kodoo ni tulivu. Ndio maana Wakristo walifananishwa na nini? Na makodoo. Sasa nyinyi wote ni makodoo hapa. Lakini ukiangalia kuna mabusi hapa pia. Mabusi inakiruka hapa, inaruka hapa. Ukiona mtu wako hapa na tu story tu ikimesha na mimi, hiyo ni busi, si kodoo. Kodoo inajua kunyenyekea. Kodoo inajua kutulia. Kodoo hairukarukagi, inakaaga, inatulia. Inaogoja ipatiwe chakula. Lakini kabusi utaacha kupugeuka hivi, unasikia kameruka, kengine kameruka fence, kengine kameruka mpaka mabusi zinafanya inaruka fence, hii imetosha na huko. Sasa kuna shida hii nayo imeenda wapi? Ikivuka padile unaikuta kwa shamba ya mtu. By the time uzuguke hii ingine imeruka saidi ile ingine. Ndio naona lazima ukue careful sana. Kanisa kama hii uangalie kabisa wale watu wako na kama ni mabusi ama ni makodoo. Hebu uliza mwenzako, wewe ni kodoo ama ni busi? Muulize tabia zako, ukiona tu tabia twako. Tunakuwa tu busi ama tu kodoo? Bwana Yesu asifiwe sana. Maana kuna watu hapa ni mabusi tupu. Ako leo kanisa hii, kesho ako na huyu nabii, ako na ule mwingine, ako kwa mwinjilizi, ako kwa mprotest, ako kwa nani, kila mahali amezunguka. Maana yeye ako na roho ya busi. They never settle down. They never hawatoshekagi, hawakulagi washibe, maana they don't have to eat. Hataki kusikiliza neno hapa, hataki kufundishwa, maana anataka miracle. Any miracle seeker is a busi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama hapo umekuja kwa sababu ya hiyo miracle, you are a busi. Kodoo imekaa chini na ngoja itengenezwe chakula ikule. Pole. Lakini kabusi kanaruka huko kwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Na unajua vile busi siku na tabia baya. Katika kitabu cha Ufunuo, Revelation 21 verse 7. You must surrender to the will of God. For you to win any battle, for you to conquer, for you to become successful, you must surrender. Surrender is the most important thing in our life. Lazima ujipatiane mikononi ya Mungu. Lazima ujipatiane katika mikono ya Mungu, naye Mungu akusaidie, akupeleke kwenye njia ambayo yeye mwenyewe anataka. Inasema, he who overcomes shall inherit. He who overcomes shall inherit all things. I will be his God and he shall be my son. So once you overcome, to overcome is being able to surrender to God and allow God to prevail. And allow God to walk in you. Allow God to be with you. Allow God to walk, to make a space for you. Bwana Yesu asifiwe sana. You can never win a battle by yourself. You can never conquer anything by yourself. Because we don't wrestle by flesh, but by what? By the principalities and the spirits. These things you don't see them. These things are powerful. These things are there. They are super.
Bwana Yesu asifiwe sana. Until you are able to surrender to the will of God so that God can call you a son. The moment God takes you as a son, the moment God takes you as your own baby, it's like that Karitro baby. Hauwezi kukawacha kwa nyumba kakiwa peke yake. Lazima ukabebea hapa ama ukabebea kwa mgogo. Lazima uende nako kitembea. Kama ni kwenda kuchota maji, lazima unakavuga padi ndio weke mtungi padi. Kama ni kwenda kufanya dukani, ukaweke hapa kwa ile goi, unatembea nako, maana hauwezi ukakaacha. The day you surrender to the will of God, you become that baby, and then God will never abandon you. God will never leave you behind. God will walk with you wherever you be going. God will be with you, covering you. Unakuta kale katoto umekaeka kwa goi, umekaeka na ile baby show, umekaeka na kitu kingine, na kikofia kibishori, na miguu umeweka soksi mzuri, na mikono umekava vizuri, kasisikie baridi. That's the essence. Maana huyo mtoto hakuna kitu kingine anajua huyo mama. Hakuna anajua mama, kwa sababu akiona tu matiti imechomolewa, unaona katoto kameruka, kamechagamuka, na kanaanza kuburuta. Kanaburuta, unani alikafundisha kuvuruta maziwa? Kalitoka tu na kakanyichikitu hapa. Because kame surrender to the will of this mother. Because kamekuwa huko kwa tubu, kamevugiwa kwa tubu bila kuona nje. Hakuna dirisha, hakuna mlango. Kalipotoka tu mlango hiyo ilipofunguka kakatoka, bado kaliendelea kusubmit back to the mother. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana kalijua this is the only source of my food, the only source of my power, the only source where I can go. Nisipokana huyu mama nitakufa. That is surrendering. Usipokaa na Mungu utakufa. Usiposurrender kwa Mungu, mjipatiane, maana you got nothing, you got no power, you got no authority. Hakuna kitu nacho hapa, hakuna. Vita vikitokea hapa, hakuna kitu taweza kufanya. Utakuja tu hapa. Lakini if you surrender to the will of God, if you surrender to the purposes of God, if you surrender to the desires of God, you make it. You conquer, because you no longer now become yourself. You surrender to the will of God. So God takes you over. And when God takes you over, He gives you a protection. He gives you a guidance. He gives you a line to follow. He tells you what to do today, to do tomorrow. And from there, God now permanently comes into your heart. Then He will be revealing it to you. Hata ukitoka hapa uende town, unajua mahali utaenda. Hata kama haujaifika huko, you already have the picture. Hata kama wale watu unaenda kukutana na wao, by the time ukianza tu safari, God reveals and brings these people together. You want to buy a piece of land, God will cause the people with the land to come. God, you want to open a church, God will bring those people that you will help to open that church together. You want to start a business, God will bring people who will come support you, people who will give you finances, people who will come and advise you on how to do business. Because you are no longer yourself. You are a child of God. And that's why He's saying he becomes your God, and you become His son. Bwana Yesu asifiwe sana. Becoming your God is Him entering into your heart. And you becoming His son is you surrendering to Him. Bwana Yesu asifiwe. He who overcomes, and that is only for the overcomers, not for wicked people, not for those people who are weak, not for those people who are threatened. Unakuja unasuriwa na kitu kidogo tu unaanza kuharahara hapa. Hapana, God is not for the weak people. God is for the mighty in heart. Wale watu ambao wako na nguvu, wako na uwezo, wako na mapenzi ya kushinda. Wale watu ambao they are conquerors. Wale watu ambao wako na determination. That is the kind of people. He who overcomes shall inherit all things. If you overcome, you inherit anything. If you overcome, you become successful. You become a winner. You become a conqueror. Because you have overcome. And how do you overcome? By winning every battle. And how do you win every battle? By surrendering to God. And how do you surrender to God? By giving yourself to Him and letting Him do His will. And now you say, let the will of God be done. Oh my God. When you say let thy will be done, it means now you have totally surrendered to Him, and nothing belongs to you. Nothing that you have, nothing that you say, my hand, my leg, I did, I thought, I saw, I had. No. Now you become foolish. You become a kodoo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukikuwa kodoo sasa atakuongoza, atakupeleka kwenye majani mabichi.
Bwana Yesu asifiwe sana. Na hakuna kitu hata moja kitakushinda. Hakuna kitu kitakulemea. Hakuna kitu kitaenda kinyume na wewe. Mahali popote ukikanyagisha miguu utakuta amekutangulia. Maana uko ndani yake na yeye ako ndani yako. Na wewe ni mtoto wake. Ukifutikoka hapa uende Amerika utakuta alifika Amerika ametengeneza kanyumba bali utakuja utaingia. Ukitoka hapa uende Canada unakuta hautalala kwa baridi, utalala kwa nyumba ya mtu. Ukitoka hapa uende Murang'a utakuta milima ile ya Murang'a yote amelainisha. Mambo inakuwa mzuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiolewa na kimzee hata kama ni kibaya, when you are with God you don't even care who is marrying you because you know this God I worship. Atabadilisha hiki kimzee hata kama ni kimlevi. Kitakuwa kinakuleta siku ya kwanza kitakuleta kanisani ya mlango kinakwambia ingia na usichelewa. Umesikia? Ni wao mahau ogore hali ya karuma ido halato nywa mushuva dadi kwali na athuri ereme hau. Unanyenyekea. Ukimaliza service si alikwambia uende Karumaido, uende mpaka Karumaido. Ukristo yako ndio ujiga. Uende Karumaido, ukikuta akikamata chupa kaa hapo kado. Muangalia akikamata. Akamata, endelea kuzungumza maneno huko ndani. Fuga hiyo chupa. Kamata hiyo fuga. Hiyo roho ya ulevi ishike. Ukiwa na yeye hapo. Na hata kama uko na kamia kengine unamwambia noko nyuoge gogorire. Yes, unamununulia yako. Hiyo ni sacrifice unatoa. Umemtolea sacrifice. Hii pombe na unainenea kitoa no tunasema anywe no. Akinya musia haro na taeke. Yosho kawa nie nyina aje alidegwa taguma omothe. Haretwa eno johi nganira ndori ya thiko ici. Yes, unajua sasa ndio hiyo. Jione na muuliza idhangania dena dukaine gokera na meshuva ere. Usimuite takataka. Usimuite mulevi nugui. Gomeno, eno goma na johi yenyua. Hapana, muichukulie bili. Mupelekea kwa nyumba. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa umemtoa kwa baa, mweka kwa nyumba, mchukulie bili akamata. Tena hata hara, ria. Kama shaya Ruto. Bwana Yesu asifiwe sana. Atakwambia sasa hii pombe imenishida. Imenishida. Nijo hidai watayanema. Na sade nonye tugadi nawe kanitha. Hiyo umekoka. Lakini umeite mwana yako goma, atakuwa goma. Tigana gome ono kunywenyua guku. Ona gudire haki. Atakuwa goma. Akikuja na hiyo kafaisiro yameweka hapa. Kachukue. Akitoka tu kachukue. Kanene kasugumusie wewe. Umesikia? Maana tukiwa kwa batu nasugumusiaga hizi machupa. Kamunyesha ko. Grace, si tunaneneaga hii. Tunanenea. Unamwambia odie. Nadukadie bwana. Nadukadhokeria moshie. Naigwa, alafu naigati. Inafunguka nasikia sema umeisugumusia. Maana hii kitu na gomi wale wamekufa inasikiliza naga. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo kwa ulevi tunajua kusugumusia hata wewe izugumusie. Hakikisha mwambie kuja. Hado nywele kwa uduke utonywele onanile yake nda kunywa kanini. Akilete hiyo kitu mweke mahali mzuri. Mahali unaekaga vitu mzuri mweke. Kama ni kafriji mweke hapo. Hapo kwenye kafriji mahali umeweka kanyama. Tiko mweta goma. Tiko na duka amete goma wewe mwenyewe ipeleke. Inene ukiweka kwa friji. Wewe umekuja kwangu. Umesikia? Na leo ndio mara ya mwisho kuingia hii nyumba. Umenisikia? Kila kitu kiko na masikio. Kinene. Akikuja kimeza hii hata meza akasema, "Ai, nina higosha kwa dego atairafi." Maana itaingia kwa mwili ianze kuleta vita. Maana ile maneno linena itaingia kwa mwili ianze kuleta vita. Itaingia kwa maini, kwa matumbo, kwa kila mahali inamletea shida. Na kuhara, anahara baada vikicho. Wabaka anaibika maana by the time aruke viti, aruke kiti moja, aruke ingine na watoto wako hapo nasikia brrr. By the time waikia watu wote wanajua kile kitu. Mzee huyu anaibika. Mzee huyu hatafanya hivyo tena. Akajua hii maneno imeharibika. Mahuduma yana nirekate. By the time afike, alafu akwe ni wale wazee kama mimi tunavaaga vijasa tukiwa nyumbani. Itemuke watoto wakiona wakuze dadi kwa ni wewe ni mgonjwa. Sasa niambia huyo mtu atarudia tena? Hawezi kurudia tena. Utaona sasa ametulia kwa nyumba. Na saa moja utamwacha kwa atakuleta mpaka kanisa, ukirudi unamkuta nyumba mpaka anakuandikia ka message ni kule akadhamaki. Utakuta ametengeneza kadhamaki kwa nyumba. Anakuja utakula sukuma ama tu cabbage. Mzee wako yule mwenye alikuwa na unaongea tu kimuomba pesa ya chakula, anakuangalia na jicho unaondoka peke yako.
Because you have to know the styles of conquering. You have to know the styles of winning this battle. You don't challenge them by force. You challenge them because we are not fighting by what? The flesh. We are fighting the principalities and the spirits. Because the problem is spirit. Problem is spirit. Na hiyo act ya kukunywa is also a principality that is controlling. Na hii kitu inaweza kuwa iko kwa familia ngapi? Familia kama 20, generation kama 20. Alafu wewe unakuja hapa kusema tutababana na kitu ya generation 20. Alafu ni kitu imemwagiwa wale walikufa. Na wale walikufa unajua watu ni mwili na kufaga. Ni mwili na idaga hapa. The spirits are here. They are just watching of us what we are doing. Kama kuna mtu wenu alikufa, baba yako, mama yako, sister yako, bado wako hapa na kuangaliaga tu. Na anaweza kucontrol maisha yako bila wewe kujua. That is why we wrestle the principalities and the spirits. That's why we fight those. Not the body. Body imeosa, imekuliwa na mdhoa. I wish ungeona venye mdhoa inakulaga. Inafurahiaga inakula. Si unajua hivyo? Mpaka wadudu wengine wanakuja, unashindwa huyu mtu alikufa akiwa nyama, akiwa msima. Alafu unakuta kuna magunyo huko ndani. Zilitoka wapi? Si ujue Mungu ni Mungu mwenye ndio kufanya maneno. So it is this body wachana nayo. The spirit is still alive. Inazunguka tu hapa. Inatuangalia. Huyo msee mwenye uliua. Na wale watoto ulitoa wakati ulitoa mimba. Hawa watoto bado wanakuaga in the spirit. Wana kama kulitoa 1962. Hiyo ni miaka ngapi? 60 what? 60 years. Ni kweli? Kama ulizaa ujue uko na kitoto kia kiroho kia 60 years kiko hapa roaming around, na ndio hiyo inakutaka inatesa watu, inanyoka watoto wale wako, na ndio inapelekeaga mtoto umesomesha vizuri, amepata degree, amekuja kutoka tu shule kinaanza kukunywa madawa za kulevya. Bako na shida, huyu mtoto nilimpeleka shule ndio akunywe madawa ya kulevya. Hapana, si yeye, ni kile kitoto uliua kinauliza maswali. Kwa hivyo nyinyi mnakaa maisha mazuri, mimi niliuliwa na nyinyi mkae hapo na mimi niendelee kuumia, tutaumia pamoja. Sasa kama kuna miba ulitoa, ujue huyo mtoto bado wako ndio nasubua wale watoto wako, ndio watoto wako they are not performing well, ndio kinakusubua in terms of economy, ndio kinakusubua katika fikira zako, ndio kinakusubua wherever you are. Kile kitoto uliua viko, kama uliua vitatu viko, kama uliua vitano viko. Bwana Yesu asifiwe sana. Until now you come and cut them off from you, you kill them, waondoke kabisa in the spirit, they are still around you. Mahali popote unaidaga. Mateso mingi ni wale watoto tuliua. Mateso mingi ni wale watoto ambao wako wanakuwa pamoja. Huyu kama huyu wako na 17 years na huyu ulimtoa angekuwa na 20 years, you have a 20 years old boy haunting you. Na inakutesa, inakunyarira. Bwana Yesu asifiwe sana. So we must be able to surrender to God's will for you to become an overcomer. Bwana Yesu asifiwe sana. And another number 3, you must be meek. What is to be meek? The meek shall inherit the earth. Blessed are the meek, for they shall inherit what? The earth. What is to be meek? Somebody to read for me from the dictionary. Be meek. Simu ilipotea? In a church. Kachini. So to be meek is to have a spirit of God in you. That knowing everything I'm doing, I'm not doing because I'm powerful. Anything I'm doing, I'm not doing because I know. Anything I'm doing, I'm not doing because I am special. Anything, wherever I am, I'm not here because I am supposed to be here or I knew that I'm going to be here. I am here because of the will of God. I'm here because God had purposed me to be here. I'm here because God wanted me to be here. And therefore, the Bible says, you have, for you to conquer any battle, you must let God's Spirit control you. In the book of Genesis chapter number 22, from verse number 15, please quickly, I will surely bless you, from verse 15. Then when Abraham was told by God that give me your son, the only son you have, Isaac, the son that you love, go take him to Mount Moriah and give him as a burnt sacrifice. This man, he never refused. He just picked because he knew
the one who is asking for this son is his own father. Bwana Yesu asifiwe sana. That he knew Isaac is not my child. He knew Isaac is not my baby. He knew Isaac, I'm just a custodian of somebody's baby. Therefore, when God asked for Isaac, what did he do? He knew this Isaac is not my baby. I'm taking him to his own father. Bwana Yesu asifiwe sana. Understanding that whatever you have does not belong to you, belong to your father. That's being meek. Understanding that whatever you do, whatever kind of business you are doing, whatever success you have, whatever husband you have, whatever woman you have, whatever story you have around your life is not your story. It is the story of God. Bwana Yesu asifiwe sana. When you understand the church like this one does not belong to you, belongs to God. When you understand the business you have does not belong to you, belongs to God. When you understand that everything around you does not belong to you, but it belongs to God, it is a success story. It is a story of allowing God to be with you. And this happened. Then the angel of the Lord, after he did what God told him, after he gave his son and took him to the Mount Moriah, and when he was about to cut this child, akiwa karibu kuchinja, akaambiwa na malaika, akamuita akamwambia Abraham, mimi hapa, akamwambia usiue mtoto, geuka hapo nyuma kuna kondoo. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana Abraham alijua huyu mwenye ameitisha mtoto ni mwenyewe. Hukai na kitu cha wenyewe na kimeitishwa. Alijua mtoto si wake, maana alimtafuta miaka mingi. Na Mungu mwenyewe akamwambia nitakupatia. Kwa hivyo wakati Mungu alisema kuja leta mtoto, alimrudishia mtoto. Now, how much are you willing to surrender yourself to God? Do you belong to yourself? Do that business that you have belong to God, to yourself? Nothing that you have belongs to you. You asked God and God gave it to you. You asked him, give me, he gave you. Give me, he gave you. So when he asks you, nipatie, maana jana Mungu alikupatia shilingi 5,000 na current ni shilingi 5,000 na kakufuli kameanza kukuja, alafu anakuambia nirudishie hiyo pesa, unaanza kusema Gai Jehovah, it is not you. It is not you. When he was giving you, you said it is you. When now he's demanding from you, you say it is not you, Lord. Ndio sasa unaanza kumtengenezea karuo, unamwambia hapana Mungu, kama ni wewe ninataka kusikia na wewe ukiongea na sauti. Na wakati alilete hata hakuongea na sauti, hata hukutaka sauti, wewe ulipokea tu na ukasema Jesus, oh my God, oh my God, oh my God, oh my, I am coming, oh my God, he said, but those who shall live righteously, they shall enjoy the fruits of the earth. Wakati ulipokea, lakini wakati amekwambia lete, ndio unaanza kubabaika sasa. Unaanza kumtetesha. Mwambie si Mungu, si uliniambia utanipatia pesa ya nyumba. Na unaona nyumba imevugwa. Na unaona Mungu anakuja na kuuliza, si ni mimi nilikupatia hata nyumba? Si ni mimi nilikupatia hiyo hela? Si ni mimi nilikupatia hiyo kazi? Si ni mimi nilimtuma huyo mtu aliyekuja akakusaidia? Bwana Yesu asifiwe sana. But now because we have a heart that does not respond to the will of God, does not understand the meekness, surrendering to God, this heart now starts talking to you and telling. When Abraham was told of his son to go and slaughter the son, he never thought of anything but to do the will of God, because he knew himself he is in the will of God. He knew that this child does not belong to me, it belongs to him. So whoever bosi ameitisha mtoto, bosi ameitisha vitu zake, ananikurudishia bosi. Bosi alipoangalia huyu jamaa hakuna kitu anaweza kukatalia, what happened? Then the angel of the Lord called to Abraham a second time out of heaven. 16. And he said, by myself. Hallelujah. Sema by myself. That is God. When you pass through that examination, when you pass through that difficulty, that situation that God puts you through, when you pass through that kind of a life you've been going through, kushinda hiyo vita, kufaulu mitihani ya Mungu, kufaulu njia zote Mungu amezipanga, amekuwekea mitego na vigezo vyovyote uweze kuviruka vyote kwa njia ambayo amekuambia, ndio huyu anakuja akasema by myself. Ni Mungu. I have sworn, mpaka anaapa, maana ameona there is nothing you can withdraw. There is nothing ambao unaweza kumkataza. There is nothing ambao hawezi kufanya kwa ajili yake. Imagine kushija kale katoto kake ile ya kuoka wewe tu oneane no ugiro mudi ugekate
Jeri ukiguruka ukiruta nginya nguo ciothe barabara ukiuga atiri ukira Ngai ni ndaruta nguo ciakwa ndoka mbere yaku kindayaya ni ndithegethege tubu ndi muhundire kindu baba ni ndarega mwana wakwa ndeguthie. Bwana Yesu asifiwe sana. But it is him who has given to you. So when you pass a test of God, when you pass anything that God atakutest financially, God can test you financially. Atakunyima pesa mwaka 2 years, atakunyima kabisa, atakunyima hata miaka 3. Ukae dry, unakulaga tu chakula, unakaa dry, umekaukiwa. Alafu all of a sudden unagoga kamujiza kanakuja, unapatiwa deal ya shilingi milioni 5 million. Imagine umekuwa dryness ya miaka kapi 3. Alafu all of a sudden kidiru kinakuja, unakuta huyu mama ako na msugu anataka kununua shamba. Huyu hana shamba, na alafu wewe kube uko na kashamba kako mahali kanauswa, unakajua, unaenda una connect, unauliza dokere ya mudhogosho na ihenya, na commission yangu ni 5%. Kube 5% ni 5 million. Sinakuja, yani account yako inarogwa 5 million. Baka manager anakupigia simu, were you expecting money? Because wanajua account hii for the last 5 years it has never received anything. Na kama ili receive ni shilingi 500 ya anko. Bwana Yesu asifiwe sana. Baka manager, computer yenyewe inaambia manager kuna pesa zimeingia hapa na tunaona ni kama zimeingia in the wrong account. Manager kuangalia na kupigia simu, na hata anatafutilia simu yako, wana it is pesa haijaingia. Unaenda unapigwa na manager, unaenda unasema yes kuna pesa inaingia. Ni ya nini? Kuna dili ya shamba, kuja na makaratasi ya hiyo dili. Kwa sababu huko katika ulimwengu huu hauonekani kama unaweza kuwa na kakitu. Ukifika huko unasema oh my Lord God, bako napigia tamakagai ni aliga kiama. Oh my God, I thank you. You are the God, the glorious God. I worship you. I will forever worship you. You are King of Kings, oh my God. You said you are going to provide. You are a provider. Wewe ni Mungu. Wewe Ngai bako nafika kwa bagi. Ukifika kwa bagi ukikonfirm sasa pesa imeingia vizuri ndani yako. Huyo Mungu anakuambia chukua hiyo milioni 5. Kuna mtumishi wangu ako Thika anajenga kanisa, umupelekee hiyo pesa. Sasa story inaanzaga hapo na huyo Mungu. Story sasa inaanziaga hapo. Sasa Mungu unaanza kumuuliza, sasa Mungu, you said your blessing added no sorrow. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe Mungu alikuwa anataka kukupatia milioni 200 alitaka kukuchugulia. Nikikupatia milioni 5 na vile umepiga makelele Gatoroni, umeenda Heaven's Gate, umeenda kila mahali, umetoa sacrifice, baka unaambiaga unataimaga kuku, unainua iangalie kama imezaa mayai, ndio uchukue hiyo mayai upeleka kwa madhabahu utoe sacrifice. Sasa pesa imekuja. Sasa unashindwa hii pesa sasa itakuaje? Unaagi na Mungu. Paka unamwambia sasa fanya hivi Mungu, wacha nipeleke 100,000 niwanunulie chuma. Alafu hii ingine ninunue hii, nifanye Mungu akataagi. Ukimwelezea venye unataka kufanya hakataagi. Sasa atagojea uende ulipe kaploti ile. Na hiyo kaploti naenda unalipa kila kitu, alafu unaenda kuchukua makaratasi, unasikia shamba ni fake. Muko 5 kwa hiyo shamba. Sasa unarudi kwa Mungu. Naanza kumwambia Mungu, ulisema baraka zako haziletagi uchungu. Baraka zako sikifubirago ikifuguka haifugagwi. Ulisema you shall never leave me nor forsake me. Hata kama napitia kwenye bonde la mauti utakuwa na mimi. Oh my God. Angalia wamechukua, ninawalaani. Aliyechukua pesa za Mungu wewe ninakulaani. Hizi ni pesa Mungu alinipatia, na alinipatia na promise, ninakulaani. Watoto wako wasikule. Utakuta watoto wanakula vizuri na wamenona. Maana you are the criminal, ni Mungu ameondoa vitu zake kwako. And that's how you lost many things. That's how you lost many blessings. That is how we failed in the tests of God. God will just test you. He'll give you and then test you. He tested Abraham.
And when Abraham successfully won the battle, when Abraham alipita mtihani, and he said, God akakuja personally, God personally akakuja akamwambia, by myself I have sworn, says the Lord, because you have done this thing and have not withheld your son. Hello? He did not withheld. Hakuzuia mtoto wake, mtoto wa kipekee, mtoto yani kandaga yake, the only son he had, the son he loved. He never withheld it from God. He passed a test. Have you ever passed a test? Are you suffering because you failed that test? Are you facing the challenges that you are facing the challenges because there is a test you failed? Could you be driving a car? Could you be owning a business? Could you be owning a church? Could you be in a place, but you failed the test? But ask yourself, what is this that you failed? What is that I'm making use? And when you fail, mark you, it is not the devil. It is not Lucifer anymore. It is you and God. So you have nowhere to run to. You have nowhere to go and cry. You have nobody to go and convince. You have nobody to go and tell another story, because you have offended the one who is a provider to you. You have offended the source of what you're supposed to be. That is why you're facing the challenges. That is why you're facing the difficulties of your life. That is why you're facing the problem. Not because God hates you, but you tried to trick. Ulijaribu kumtriki Mungu. Na Mungu anakuwa mjinga. Ukitaka Mungu akue mjinga anakuwa mjinga. Ukitaka Mungu akue mwerevu anakuwa mwerevu. Ukitaka kwa Mungu akue mean anakuwa mean. Mungu is like water. If you put water in the glass, it takes the shape of a glass. If you put the same water kwa sufuria, inachukua sufuria. You put the same water kwa sahani, inachukua the shape ya sahani. Maana hivyo ndivyo Mungu wetu anakuwa. Anashika. Kama wewe ni mkora, na yeye anakuwa mkora. Kama yeye ni mtu mzuri, anakuwa mtu mzuri. Kama yeye ni mtu wa kupeana, na yeye anakuwa mtu wa kupeana. Kama yeye ni mtu mean, na yeye anakuwa mtu mean. Hivyo ndivyo Mungu anakuwa. Tit for that. It's a fair game. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu jiulize, what could be the problem you are facing today? Why are you not able to conquer? Why are you not able to succeed? Why are you not able to achieve? Why are you not able to get where you are supposed to be? Ni kwa nini life has been so difficult? Ni kwa nini you have tried anything you have tried? People promises you money. Na akwambia kuja next week nitakupatia 3,000,000. Siku ya kwenda kuchukua 3,000,000 simu inakataa kuchukuliwa. Umeprepare baka kashaba ya kila kitu venye utafanya, but this thing zinakataa. Why? Because God is telling you something. He telling you, ulinidanganya, hata mimi nitakudanganya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu hapa tuko hapa tumedanganya na Mungu. Maana ulimdanganya na yeye sasa akafanya nini? Akakaa mjaja na akuonyesha mimi ni mjaja kukuliko. Ulijifanya hapa clever. Akakwambia hata hiyo kitu iko hapo ndani medula ubragata ni mimi nilikuwekea. Kwa hivyo hakuna kitu muhimu unaweza kufanya bila mimi kujua. Internet zote na kamera zote nimeweka huko ndani. Ninajuaga hata ukianza kufanya, ninajuaga. Hata ukiinua tu mguu yako juu, Mungu amekukamata, amekuagusa chini. Anakupiga mwereka unaanguka chini mpaka kunajichora kama mtu hapo chini. Hebu jiulize, why are you going through what you are going through today? Why are you? Because we learn, sisi tumekuwa sasa watu wa kumsifu shetani, kumpatilia maneno sifa zote. Ni yeye amefanya, ni shetani. Say devil you are a liar. Devil you are bad. Devil you are bad. What about yourself? You and the devil, who is a bigger liar? The devil will never lie through you. He will never lie. It is you who will invite the devil to lie. So who is a bigger enemy of yourself? It is yourself. You are the bigger enemy. Because the devil, we invite him. God, we invite him. These people are invited to come into our heart. We have the control over them. If you want to be good, you will be good. If you want to be like him, you will be like him. If you want to be like a devil, you will be like a devil. Bwana Yesu asifiwe sana. Just imagine umetoka hiyo barabara yote kukuja hapa kanisani kupiga masegenyo tu. Just imagine, what kind of a human being are you? What kind of a person are you? Umepiga hiyo barabara yote kwenda umeenda mpaka Katoroni kuombea huyu kazi yake iaguke. What kind of a human are you? God is still watching. What you are doing, you will come to pay, and you will pay dearly. Na utalipa na ulipe mpaka na watoto wako. Ulipe mpaka na kila kitu ambacho kiko karibu na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is the failure that we have in our life. The failure that has caused us really to suffer. The
therefore, and then verse 16, is it verse 16 or 17? Give us 17, please. Blessings, I will bless you. Listen now. Because of passing a test, because of successfully going through, because of successfully not denying God his desires, then God comes full blessed. I swear. Imagine God swearing to you. The only person in the Bible nimesikia God sweared to. Blessings, I will bless you. And multiplying, I will multiply. Yani ni ile anakuambia blessing nitakuachilia. My brother, yani I see God amesimama tu amekaa kado. Yani alikuwa shocked ati huyu mtu yani hawezi kukataa na mtoto yake. God was shocked. I see that God sometimes God was shocked. Si ndio? Imagine katoto kale kako na nikaki. Umekatafuta 90 years. Alafu Mungu amekuja amekuitisha umechukua. Amekuja na mpelekea na mwambia chukua kitu yako ndio hii. God was shocked. How many times have you shocked God? How many times have you surprised God? How many times your deeds zimefanyika kwa Mungu kushtuka kushindwa? Haya, Mary baka biguni malaika wanakuja na mulisa. Haya ati Mary ndiye amefanya hii maneno. Wanaenda kwa mdozi na boss, Mary ndiye amefanya hii maneno. Imagine Mungu kama huko juu ni mkaba na wakaba wenzake wakuja wamwambie. Akiangai hii maneno imefanyika kama hii, I cannot imagine. Yet ni Mary has done this. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. You surprise God. Tell your neighbor, how many times have you surprised God? How many times have you caused God to be shocked with your deeds? Because this man shocked God. Baka akasimama, akajishikilia kwenye kiti, akasema blessing. Tabikereria. Blessing. Sasa ni Mugikuyu wa Murang'a. Blessing. Kai, blessing. Nie gukurathima. Nie gukurathima. Hagukurathima. Ni gukurathima. Hagukuongerera. Ni gukuongerera. Yani he was releasing with that shock. He was releasing with this belief that this man can go down to this level. How many times have you caused God to come down with this belief? How many times have you caused God to come into your life with a disbelief that you have done this? No, you are not the record there ever kule. Ulijulikana. Maana si huyu Abraham si alikuwa anajulikana ni mtu mkora tu. Si alienda kadagaja na BBC bibi yake. Sio ni mtu akona rekodi ambayo sio mzuri sana. Yes, hapo anajulikana baba yake ni mtu wa kuabudu misanamu. Si yeye alikuwa anabebeaga material, anabebea baba yao aende wakatengeneza masanamu. So even God was surprised to see this man doing things that are beyond the foundation yake. Beyond kule ametoka. Beyond ile foundation imemlete. Maana ni mtu ambaye amelelewa kwa mifianano. Eta kwa mifianano. Amelelewa kwa mifianano. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana his father Terah was an idol worshipper. He created them. He worshipped them. These children, they grew seeing their father being an idol worshipper. Now this man has drastically changed. And he now believes in God. He does not believe from the association ya kwao. He doesn't believe in the foundations za kwao. He believes in the mighty God. That he knows this mighty God can be able to do anything. This mighty God is a provider. This mighty God is the source of anything that I need. I will multiply. And multiplying, I will multiply your descendants. Multiplying, I will multiply your descendants. Unasikia hivi statement wanafanya? Wako na ukurathima ni gukurathima we murio. Yani unaona wale vijana wa huko wale Wagikuyu wale ndio Wagikuyu ndio peke yake duniani mzima wanajua kuweka ubwa na Mungu na shetani pamoja in one sentence. Kikuyu ni moyo mwa gati Gai eno ebesha tangoma. Acha tunaweka gai eno ebesha tangoma. Anaita Mungu anasema hii ubwa iko na pesa kama shetani. Wagikuyu. Nilikuwa mahali tulikuwa tumeenda mazishi na tulikuwa mapasta tupu. Bwana moja anasema hiyo. Ino gwima ikuna kuna abisha tangoma. Nani pastor? So nikajidwa. Kwa hivyo shetani yako na pesa kuliko Mungu.
Yes, tuendelee. Tuweke hiyo kavasi. Multiplying, I will multiply your descendants as the stars of the heavens and as the sun which is on the seashore, and your descendants shall possess the gate of their enemies. Unaona, just by being meek, God gives you your descendants to possess the gates of your enemies. That every enemy, you know, huyu ni Kariuki ni adui yangu, huyo unashika mlango yake. Huyu ni Kenyajui ni adui yangu, unakamata mlango yake. Huyu ni Mere ni adui yangu, unakamata mlango yake. You possess the gates of your enemies. They will do nothing. You control them. Wakijaribu kwenda kuinua tumuchawi tao, anakuja kukuambia mimi nilikuwa nimeenda kuikuroga na nimeshindwa. Nisamehe tu na kuomba msamaha. Because you have possessed. Si maadui wakuja kukuambia tunakuombea utoke mahali na unakubaliana na wao. No, you possess. Wakienda kukufungia nyumba, wakienda kuomba venye utafungiwa nyumba zao zinafungwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wacha nikupatie kasori, sijui kama watu wale wa State House, mapasta wa State House Kokiako ayuko. Wale mapasta wa State House wale walikuwa naenda huko kuomba, kina Kisoto na kina mwingine. Walifanya hivi siku moja. Wakabiana. Mpasta mmoja katoka Amerika akawaambia kuna madhabahu Mount Kenya na hiyo ndio inatawala Kenya. Mkivuja hiyo, power ya Mkikuyu yote imeisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mimi namwambia kama Mkikuyu si mtu wa kawaida. Mkikuyu si mtu wa kawaida. Ni mtu alikuja kutoka hapa kwa Solomon akiteremka hivi. Na yeye ndiye ameweka custody ya ile saduku ya agano. Yuko hapa Mount Kenya. Bwana Yesu asifiwe sana. So wao Kisoto na wengine kina Suna kina nani wale mapasta mabishop wa State House, mnaona kina Maki Kariuki. Lakini Daudi hii kina Maki waliweko kado. Wakaungana Wajaruo, Wakaba, wengine wanauko hivi wakaungana kina Kisoto, wakina Suna ni Mugada, Subi ni Mugada. Wakashikana, wakapatiwa gari ya State House, magari kama 8 na kina inaini kiabeleke kuwafungulia wakienda na Musuku kutoka Amerika. Aende akawaonyesha madhabahu. Aliwapeleka kweli. Upande ya Nanyuki kuna madhabahu inakuaga huko. Iliinuliwa hapo. Na waliwapeleka mpaka hapo wakaenda kufuja. Walipofika huko na wakasema Wakikuyu wasiabiwe. Nataka nikuonyeshe ujinga ile mnafanyaka. Wakaambia Wakikuyu wanye nini? Msiwaambie Wakikuyu, maana Wakikuyu wakijua wataabia wale Wakikuyu wanachugaga hapa. Madhabahu haitafanyika. So wakaenda huko. Walipofika tu huko wakashikana mkono. Nabii wa Mungu kutoka Amerika akawaambia ni hado ni haha ni okigogo na kile. Na wakafeel wakashikana mikono. Rima Canterbury baba sheke. Unalia Ruto wa venye aliwaambia msemera baba Rima Katara mzunguke huko State House baba Rima mama sheke. Hivyo baba yao Ruto aliwaambia. Na wakaenda kwa mlima Kirenyaka. Riba baba Rama sheke raba baborina mama maishende reke. Wigu likateremka. Wigu likateremka. Likawafunika ati ukiwa 1 feet away you don't see who is here. Now wakasema God has answered our prayers. Tuko wingu likateremka. Kisha wingu lile likarudi likaenda. Lilipoenda na lilikuwa wingu baridi. Baka wakagada wakarudi kwa magari. Wakasema have you seen the miracle? Umeona venye Mungu amefanya? God has answered our prayers. Walipotoka huko wakateremka. 9 ilikuwa Saturday. Nakumbuka Ruto alifuja hiyo kitu ya maombi ya State House Monday. Walikuwa meda huko Saturday. Wakarudi Sunday because hawangeweza kumuona rais, wakapaka Monday. Ndio watafanya nini kwenda huko. Walipofika Monday kwa gate waliambiwa tafadhali kama mnaweza kuondoka tu msijulikane hata hapa mko karibu. Kule ndani kumeharibika. Kule ndani Ruto hataki kusikia hii mambo ya maombi. Kusikiliza radio saa 7 kukasemekana ofisi ya Recho imefungwa, ofisi ya Dorcas imefungwa, mambo ya maombi State House cancelled. Unajua kwa mlima alikuwa anasema nini? Tumefunga milango ya hizi miungu, tumefunga milango yao, tumewasambaratisha, tumewaharagania rama kankandana makandoroboka wakalia kama makuku. The same words they walisema wakiwa pale ilikuja ikawafanyikia. Wacha nikuambie saisi, somebody I met one today
alikuwa ananiomba shilingi 2,000 aeke airtime. Mmoja mkubwa ni bishop. Wamefilisika. State House, Ruto hataki kuona ama kuwasikia. Richo mwenyewe aliingia mashimo, kila mtu aliingia, maombi ikasambaratika na confusion ikaingia Ruto. After that sidio JC ilitokelezea. After that hiyo ikatokea mpaka Ruto ametoroka State House, anakaaga na kule Transmara. Maana kiliwaka moto, hawakuelewa. They needed, hao mapasta walisema wa Kikuyu. Maana wakati hiyo wigu liliteremuka, lilikuja kuangalia wenye madhabahu hii wako hapa ama hawako. Akakuta hakuna. Na hiyo madhabahu iliinuliwa na dhehebu ya Wakorino, wale original. Ndio waliinua ile Ananyuki. Hao ndio waliinua hiyo madhabahu. Kwa hivyo haikuinuliwa na shetani, iliinuliwa na mtu, na Mungu, na jina ya Kristo ilitumika wapi? Alafu wewe ndio semera kaka. Na wale waliinua ni watu wako na miaka 300 imeenda. Alafu wewe ni kamutu kajana tu mtu twa 1962 ndio tunaenda kuhaka tunakana baba senka tunakedelele ya mama akina Suna. Sasa Suna ni mugada unaka kwa ile kikokona kia furuli wa Kenya ate ule mwingine ni Muamerika ni diviner. Madiviner wanaonaga. Sasa ndio nakwambia you need to be meek for God to fight for you. They were not meek. Alafu ile kitu hiyo madhabahu ndio imeinua Kenya. Bendera ya Kenya ni hiyo madhabahu. Ama hii mnafikiria ni nini? Ni madhabahu ya Mount Kenya. Hii bendera yote ni madhabahu ya Mount Kenya. Maana hii ilitoka kwa ile chama ilikuwa inaitwa Kikuyu Central Association. Kikuyu Central Association ndio Mau. Ndio walimwaga damu, ndio damu yao hii. Na ndio wale nyeusi pale. Sasa hiyo Kenya mzima imeshikwa na nini? Na hiyo mlima. Hiyo unasikia Gachagua akisema bora usiguse nini? Mlima, kwa sababu madhabahu ile tawala Kenya iko wapi? Kwa hiyo mlima. Mau walikuwa nafanya madhabahu zao huko, na huko ndio waliinulia hiyo madhabahu inatawala Kenya. Noti yako imewekwa nini? Mlima. Angalia noti yako. Si mlima yao iko? Bendera si iko? Kila kitu si iko? Sasa ni nani pesa ile walitumia ya kwenda mlima? Ni ya wapi? Si ni ya Kenya. Nani mwenye hiyo pesa? Ni mlima. Ile gari walitumia ni GK. GK ni nini? Ni hii bendera. Ni ya nani mwenye hii bendera? Ni mlima. Chakula ile walibeba na ile mafuta walibeba kwenda kumwaga. Yaani unamwaga mafuta mahali busi ilichijwa. Wakamwaga mafuta. Walinunua na nini? Na pesa ya nini? Ya the same government, owned by the same altar. Ile mnaenda kubomoa. Sasa wewe uko na vitu za huko, unaenda kupigana vita za huko, si utalimwa tu? That is the fakeness of the kind of people understanding. And this is what happens to our life. That we don't understand the will of God. We don't understand the plans of God. Because God says that I got good plans. The plans not to destroy you. Plans to make you succeed. Plans to make you win. Plans to make you better. Plans to make you grow and become that vessel that he wants you to be. Bwana Yesu asifiwe sana. Verse hiyo ingine quickly tumalizie hapo. I think time is not on our side. In your seed. Look at this promise. Look at this promise. Because of winning a battle. Because of conquering a battle. In your seed all the nations of the earth shall be blessed because you have obeyed my voice. All the seeds of the earth shall be blessed because you have obeyed the voice of God. You alone. Wewe unaweza kusababisha Murang'a yote ichange. Wewe unaweza kusababisha Waluya wote wa change. Unaweza kusababisha kila kitu, everything to happen around you because of that voice that you heard from God and obeyed. So when you are given a responsibility by God, obey to it because you don't know what you are carrying. You don't know whether you are carrying a seed. You don't know whether what you are carrying in you. Whatever you are carrying, whatever responsibility that was given to you, maybe it is what Kenya needs. The small responsibility that you are given, maybe that is what Africa needs. The responsibility that was given to you, maybe that is what world needs. Hiyo tu, kadogo tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kadogo tu. And verse 19 finishing there. So Abraham returned to his young men, and they rose and went together to Beersheba. And Abraham dwelt at Beersheba. Once you win the battle, once you conquer the battle, you are given rest.
Hallelujah. Once you conquer anything, you are given what? Rest. And Abraham went and he rested. Went and he started to enjoy the goodness of God. He started to enjoy the power, the authority of God. So look at yourself and see why you are still struggling. Look at yourself and see what is making you not to have rest. May you rise up. Today, I want haya, oye huko. Na kutoka leo, simama hapo. Saa 7 ikifika, lunch hour, watu wote ambao wanaitanishwa na huku, wanakuwa hapa. Kama Waislamu wenye wanaidaga. Sio kukujaga kuchukua tu pesa. Wenu wote metaginya pesa inyihe huko. Todo ataima kawaida, dada hao dikiria kiugo. Oye besha. Sindio? Simumeona hivyo? Mbona venye anatembea? Anatembea hivi. Ni kama ni watu wamechoka na dunia hii. Leteni sadaka zenu, kisha baada ya sadaka zenu just kidogo chukweni zaka zenu, fungu zenu za 10 na matoleo yenu. After this is what I want, because the teachings I taught today, the teachings ambazo zinaguza the heart of God, is about you surrendering, meaning there is a problem with you. Kuna problem na watu wa hii kanisa na wale mumekuja, na ni problem yenu ni kukosana na Mungu. Sasa hiyo sio mimi nikuwekelea mkono, ni ukuje urudishe mahusiano. Ukiweka sadaka yako, utoe viatu zako, ukuje upande pale ama hapa, ulale chini, upige magoti, urudishe mahusiano na Mungu. Alafu nitakuja nikuombee. Sawa? 1 full hour from now mpaka saa ngapi? Sasa hizi ni saa 8:30, nitarudi hapa saa 9:30. Okay? Sasa ni kurudisha mahusiano. Just look at where, ni wapi mlikosania na Mungu. Then I will come back tuombe pamoja. Then I will release you to go. If at all hauko na speed ya kurudi kazini, kama uko na speed ya kurudi kazini, you are free to go, but for now that is on. Ni kurudisha nini? Mahusiano. Kwanza turudishe mahusiano na Mungu. Ukirudisha mahusiano na Mungu, then I will come and bless you so that you can begin a journey together. Weka kitu hapa. Umesikia my brother? Umesikia? Yes. Toa viatu zako pande pale, upige magoti, just pray. 1 full hour, non-stop. Muweke toni ya chini, muendelee kucheza muziki. Hata nyinyi mkiwa kama mtaweza, muingie huko, join. It's a matter of now surrendering to God. Nishike mkono